Ee Mungu mwenye uweza, jina lako na litukuzwe. Umetutendea mambo makubwa, hatutayasahau. Oh, kweli Mungu, kweli Mungu mwenye uweza, jina lako na litukuzwe. Umetutendea mambo makubwa, shangilia Bwana kwa makofi yako. Nisikie kigelegele upande ule tu jamani. Bila maiki nisikie kigelegele upande zile jamani. Nisikie vifijo kwa mkutano wote. Litupasalo kuokolewa, jina la Yesu. Lipo jina lipitalo majina yote, jina la Yesu. Kwa jina hilo tunapata ukombozi, kwa jina hilo tunapata furaha, kwa jina hilo tunapata amani, kwa jina hilo tunawekwa huru, jina la Yesu. Kama kuna kwaya imeingia naomba nipate taarifa. Kama kuna kwaya yote imeingia naomba nipate taarifa.
atakuwa anajiandaa. Mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu chochote. Bwana ni mwokozi wangu na wokovu wangu. Kati ya bonde la uvuli wa mauti, Bwana yuko pamoja nami. Katikati ya majani magenji, Bwana unilaza. Kando ya maji ya utulivu, Bwana uniongoza. Katikati ya majani magenji, Bwana unilaza. Kando ya maji ya utulivu, Bwana uniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza. Katikati ya majani mabichi, Bwana unilaza. Kando ya maji ya utulivu, Bwana uniongoza. Msifuni Bwana. Watakatifu wake. Msifuni Bwana. Watakatifu wake. Msifuni Bwana. Msifuni Bwana. Hata mnakuwa kutaba watu wako juu. Sawa hivi inapeleka na pia. Ngine hiki hapo, unaona hiki. Hiyo ukipandisha juu kinakuwa hifadhi zake. Kinakuwa hiki hataki kufunga. Sio kama hiyo, sio ndio lazima. Na hiyo inakoleta kamera kwa au ya. Bora ndio hapo. Hapo ndio hivyo. Usishike huko juu. Ni ukwe. Maana hizi ni moto hizi. Naona mkono kwanza nikazungua watu wote. Lakini ukiwasha naona. Msifuni Bwana. Msifuni Bwana. Watakatifu wake. 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 Mito ya uzima tutakuwa tunakaribia jukwani. Mito ya uzima tutakuwa tunakaribia jukwani. Sogea karibu. Watakatifu wake. Vigelegele kwa ajili ya waimbaji wanasema msifuni Bwana katika patakatifu pake. Namna hiyo piga makofi kwa ajili yao. Itakuwa na mwandaa Shedraki. Wakati Shedraki atakuja, baada ya Shedraki nitamwandaa mchungaji Pasu Mwalupaso. Baada ya Shedraki atakuja mchungaji Pasu Mwalupaso. Namna hiyo mama. Kinachongala ni dhahabu mama. Sikila kinachongala ni dhahabu. Sikila kinachongala ni dhahabu.
Majibu hayakupatikana. Alikuwepo
majibu hayakupatikana. Alitumia mali zake, alitumia fedha zake, alitumia nguvu zake kutafuta majibu hayakupatikana. Alipokutana na Yesu akagusa pindo la vazi lake, mara tu akapata majibu yake. Hamnampenda Yesu, mshangilia. Historia ikabadilika, msiba wake ukakoma, machozi yake yakakoma, ugonjwa wake ukafika mwisho. Huyu Yesu ni jibu, jibu, jibu la swali gumu. Yesu ni jibu, jibu, jibu la swali gumu. Yesu ni jibu. Na wenzio sawa sawa jamani tucheze wote, tufurahi wote. Mito ya uzima simama, twende tukamtukuze Mungu wote pamoja. Wakati anakuja baba yetu Pastor Malupaso atakuwa anajiandaa Bruno, na siku ya leo tutahitimisha na mchungaji Tindo. Wakati mchungaji Tindo anaimba, tutakuwa tunatoa matoleo yetu, na wakati wa matoleo nitamwandaa kiongozi mchungaji Pastor Malupaso ndiye atakayetuombea kwa ajili ya matoleo. Karibu baba. Hebu tuende Wacha uone baba anapomtukuza Bwana namna hiyo. Uzuri wa Yesu nimewaletea, hajawahi kuwa mchungu, ni mtamu. Uzuri wa Yesu nimewaletea, hajawahi kuwa mchungu, baba mtamu. Aliwaponya wengi wenye magonjwa. Yesu wetu, Yesu yu mwema. Aliwaponya wengi wenye magonjwa. Aliwaponya wengi wenye mateso, vipofu kufunguliwa, viwete kutembea. Mwambie jirani yako. Aliwaponya wengi, Yesu aliwafungua wengi.
upendo wake ni wa ajabu. Wewe acha tu, amenitendea mambo mengi. Wewe acha tu, amebadili maisha yangu. Wewe acha tu, huyu Yesu jamaa amefanya mambo ya ajabu maishani mwangu, amenitendea mambo hayo. Wewe acha tu, amefanya mambo ya ajabu maishani mwangu, amenitendea mambo makuu. Kuna vile makofi mazuri kwa Yesu. Akina mama waliopewa kigelegele kipigwe kwa imani. Haleluya. Litukuzwe jina la mfalme Yesu. Isikete na vigelegele kwa imani. Sina cha kujivuna wala kujisifu, sio kwa akili zangu mwenyewe, ni upendo wa Yesu. Sio kwa nguvu zangu, ni huruma za Yesu. Amenisaidia, amenitetea. Jamani, wengi wamefukuzwa kazi kwa sababu mbalimbali, lakini mimi bado nipo kazini. Ndoa za wengi zimevunjika, lakini mimi Yesu amenisaidia. Nilipokutana na changamoto, nikajua sasa basi, Ongeza vigelegele kwa imani kabisa. kama sio Yesu tungeongea mengine. Nimesikia ajali nyingi za kutisha, lakini Yesu ameniweka salama kwenye dunia iliyojaa magonjwa ya ajabu. Jamani, Yesu ameniweka salama. Yaani vile nilivyo mimi ni muujiza. Huyu Yesu, wewe acha tu baba, upendo wake ni wa ajabu. Wewe acha tu, amenitendea mambo mengi. Wewe acha tu, amebadili maisha yangu. Wewe acha tu, huyu Yesu jamaa amefanya mambo ya ajabu maishani mwangu, amenitendea mambo makuu. Wewe acha tu, amefanya mambo ya ajabu maishani mwangu, amenitendea mambo makuu. Inua mikono yako makofi mazuri kabisa. Akina mama wapige vigelegele kwa imani. Pigia kelele jina la Yesu lenye power. Haleluya. Hata marafiki zangu wa zamani wanajiuliza imekuwaje, yule waliyemwita si kitu Ongeza vigelegele kwa imani. leo anaheshimiwa. Mambo yamebadilika, ya jana sio ya leo. Wanasema tupate wapi mtu kama huyu? Utapiga vigelegele kwa Yesu. Vile vikao nilivyokuwa natengwa, leo havifanyiki tena mpaka niwe. Ni kwa sababu ya huyu Yesu. Huyu Yesu, wewe acha tu, amebadili maisha yangu. Wewe acha tu, huyu Yesu jamaa amefanya mambo ya ajabu maishani mwangu, amenitendea mambo makuu. Wewe acha tu, amefanya mambo ya ajabu maishani mwangu, amenitendea mambo makuu. Inua mikono yako makofi mazuri kwa Yesu. Akina mama wapige tu vigelegele kwa imani. Hili jina limebadili maisha ya wengi. Ongeza tena vigelegele kwa imani. Unaweza kucheza tuone unavyopenda na Yesu wako. Lenama ya Tanamos. Litukuzwe jina la Yesu. Ongeza tena vigelegele kwa imani. Amen. Haleluya. Wewe acha tu. Inawezekana unahitaji nyimbo hizi mnazo flash chache. Yetu, wakati tunamleta baba aende kuomba, nitakuwa namwandaa baba yetu mchungaji Tindo kwa ajili ya kuimba wakati tunatoa mashazi. Naomba tukae mkao. Funika macho yako.
ili tuseme na mzee wa siku mwenye siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, jina lililotukuka, jina lililopita majina yote, ulisema na wanafunzi wako wakati wa jua kupunga, ukasema na makutano wakati wa jua kupunga, ukasema na Adamu na Hawa wakati wa jua kupunga. Ni zamu yetu ya tarehe ya leo na siku ya leo kusema nasi watoto wako Bwana. Ni wakati ambao watoto wako wanakwenda kutoa vile ambavyo umewabarikia. Wanapotoa sadaka zao Jehova, wanapanda kwenye udongo uliotifutifu. Namu Bwana, kama wana wa dunia wanakwenda kutambika, wanakwenda kuroga kwa waganga kupitia sadaka zao. Baba, ninaomba sadaka ya watoto wako jioni ya leo ikanene mema, ikashindane na sadaka ya miungu. Kila atakayesimama kuwaroga, sadaka watakayokwenda kuitoa ikapambane na urogezi huo, ikapambane na ushirikina huo, ikapambane na uchawi huo. Bariki familia zao, bariki nyumba zao, hata kama wamo ambao hawajaokoka wakapate neema kupitia watu wao wanaokugusa kwa habari ya matoleo. Kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo, makutano tuseme amen. Amen. Karibu mchungaji Tino. Na bado nilisema jana kuwa na vijana idadi hii, alafu wote ni wale waliosema basi mimi ni kwa hawara yametosha. Kama sikufa nisife kwa uhawara tena. Najua ninyi mnajua machache, lakini mimi ninaekaa hapa miaka 25. Niliona watu walioandikwa kwenye gazeti wameandikwa tanzia. Watu wale walikuwa wanasoma chuo kikuu cha hapa, na nilikuwa nakutana nao hapa, na wamepigwa picha wakiwa na machoho yale ya graduation, kwa sababu hawakusikia maneno machache yaliyohubiriwa kwa neno la Mungu. Kitu kidogo tu. Wewe ukiona watu kama sisi, sikiliza, katika watu waliokuwa wamekataa ulokole, mimi mwenzao, tena mimi nisema waziwazi, kamwambia yule bwana hivi, wewe wakati unataka kuhubiri wa ulokole wako huo, uwe unachagua shape. Nilimwambia wewe mnachagua shape, sio kila mtu mnaokoka kila mtu. Nilikuwa nachapa maisha. Unajua kuchapa maisha, yanachapika na yanageuka na kuchapa. Kilichonipata, mwataka niwaambie? Maana mtasema mtu anaamua kuokoka, anaamua nini, ameamua nini. Sasa mimi nimeamua, lakini sasa kaa karibu na mimi wakati mwingine nikwambie yaliyonipata. Ubishi uliisha. Aliyenifanya hivi
Wala msidhani nikikaa hapa juu na suti na shida kuteremka hapo kucheza. Hapana. Kwa kadiri ya mambo niliyotendewa, kucheza ni kitu rahisi. Kabisa. Niko tayari kabisa. Ninaposikia injili kama ya kwa Mwanza, sema amen. Injili kama ya kwa Mwanza. Jana nakaa nasema hivi injili zinakaa mahali pengine mpaka baadaye unazijua mwisho. Sisi ingewahi. Nikiangalia mavijana ya Mwasile, magospel, makwaya sijui kutoka wapi. Na huyu jamaa aliyetoka sasa hivi sijui alikuwa wapi naye juzi hakuepo. Anatoka wapi huyu aliyekuja mwisho hapo? Mwambieni na nataka kumleta Simoni kwa Mwanza. Aleta injili. Oh, hebu shangilia Bwana kwa makofi yako. Karibu mtumishi wa Mungu kwa Mwanza. Piga makofi yako na vigelegele. Baba Mungu, asante kwako ni salama, wala hakuna kubabaika kwako. Ulishatamka maneno ambayo hayatabadilika, kwamba kila ajaye kwako hutamtupa nje. Leo tena tuko mbele yako, wako watu watakuja kwako wapokee, ili wapate amani yako katika maisha yao. Sema na moyo wangu sasa na moyo wa mkutano, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Amen. Waebrania sura ya 13 ule mstari wa 13 na 14. Halafu tutaangalia Yohana sura ya 14 mstari wa 1 mpaka wa 3. Tutamalizia Ufunuo sura ya 21 mstari wa 1 mpaka ule wa 7 au wa 8. Nazungumza habari ya makao yetu yaliyo salama. Ni yapi? Bali twautafuta ule ujao. Hapa hatuna mji udumuo, ila twautafuta mji unaokuja, ambao unasababisha Waebrania 11 pale 1 kwamba mtu anapasa aishi kwa matarajio katika imani. Sura ya 14 Yohana anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, yaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali, basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Sura 21 Ufunuo, hapo tunasoma maandiko mengi kidogo, mistari 8. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikaona
mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mmewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, na yafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika, ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wanangu. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hawa abuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Hii ndiyo mauti ya pili. Anapozungumza mauti ya pili, hakuna kuokoka duniani wakati Mwokozi alikuja duniani. Wanaamua kushindana na Mungu wazi wazi, tena wakiwa wanajiona hivi hivi. Maana walipomjua kwamba ni Mwokozi, hawakumwamini kama Mwokozi, wakamzushia. Yesu akazaliwa katika Bethlehemu baada ya unabii. Unabii wa malaika kwa Mariamu aliyekuwa na mcha Mungu katika ubinti wake. Mungu katika kumpenda Mariamu, hali ameipenda dunia, dunia iliyokuwa inakaliwa na watu. Na Mungu katika kuipenda dunia akaichungulia. Maandiko anasema akawakuta watu wamepotoka, na wengi wamepotea, tena hawana tumaini. Maandiko anasema akaamua kumwachilia mwanawe pekee, ili kwamba kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima katika yeye. Sikia, hakuna uzima katika mwingine awaye yote. Maandiko nasema kwamba kwa sababu hakuna mwingine tuliyepewa wala jina tulilopewa vipasalo kuokolewa kwalo, ila jina la huyu Yesu Kristo aliyeaminiwa na Baba, pamoja na watu kukataa ya kwamba si mwana wa Mungu, mpaka leo anadumu kuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo zile kelele haziwezi kuondoa uhalisia wa Mungu. Watapiga kelele, hakuna kuokoka, hakuna wokovu,
bado watu wanaendelea kuokoka walio wa Bwana. Watadumu kuwepo, wala hakuna atakayebadilisha hilo neno, maana yale aliyoyatamka Mungu lazima yatimie. Hakuna kiumbe duniani kinachoweza kushindana na mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni kwamba kila binadamu aokolewe. Maandiko anasema hivyo katika Timotheo wa kwanza sura ya 2 anzia mstari wa 3, ya kwamba yeye hutaka watu wote wapate kuokolewa. Ndiyo Mungu anayotaka hayo. Akatokea mtu mmoja mbishi katika dunia. Alikuwa na dini yake nzuri kama dini yako. Akawa na cheo chake katika dini kama cheo chako. Akawa na elimu yake katika serikali kama elimu yako. Akawa na imani katika dhehebu lake kama imani yako. Akabatizwa kama ulivyobatizwa. Akasomea katika chuo cha Biblia, tena chini ya mzee aliyeheshimika Gamalieli. Lakini pamoja na kusoma hakumfuata Bwana. Akawa kinyume na watu wa njia ya wokovu. Yeye mwenyewe anashuhudia ya kwamba alikuwa jeuri tena mjinga, kwa sababu hakuwa na imani ndani yake. Anasema akajitia katika wazimu wa kuwa kinyume na kweli ya Mungu aliye hai. Akaamua kujiingiza katika kujiuza kwa shetani, pamoja na torati aliyokuwa anaisimamia kusema usiue. Akaamua kuwa muuaji kwa watu wanaoifuata torati ya kweli. Viongozi wake wa dini wakimsapoti, wakimwambia hiyo sio dini ya kufuata, simamia sheria iliyo halali kulinda dini yetu. Watu wanaamua kulinda dini badala ya maisha yao kwa Mungu. Anasema nimezaliwa ndani ya dini hii, huwezi kunitoa. Waweza ukang'ang'ania dini yako, lakini kwa Mungu usione, usiingie. Maana sikia, kule juu hakuna dini itakayokanyaga, wala hiyo unayojua tangu umezaliwa. Kule juu yuko Yesu pamoja na watu waliokombolewa, wale walioikubali kazi ya wokovu ya msalaba, wale walioamua kubadilisha maisha yao, walioitazama dunia kwamba si lolote si chochote, wakaamua kuivua dunia na kuitupa, wakamchuchumilia Yesu aliyekuja tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Wakasema huyu ndiye wa kumwendea. Wakaidharau dunia, wakakubali kudharauliwa na kuchekwa, waonekane kana kwamba hawana lolote. Kumbe wamejaa busara na hekima ya mwenye hekima aliye Bwana aliye hai. Haleluya! Ni watu waliojaa maarifa, maana hawapumbazi na dunia. Wana hekima toshelevu, watu wasiokwenda kwa waganga na kupiga ramli, wasiotoa mili yao kuchanjwa chale. Wanamwamini yeye anayewalinda pasipo maganga wala uchawi, bila hirizi, na mili yao bado inakuwa salama kwake, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Huyo katika dunia ndani ya dini, akaheshimika katika dini, kisha akaamua kufanya jeuri kwa Mungu aliye hai. Anasema nikiwatesa watu wa njia ile, anasema siku moja katika kutembea huku amejaa jeuri na kiburi cha dunia, elimu anayo, cheo cha kanisa anacho, cheo cha serikalini anacho, biashara anazo, maana alikuwa na biashara tele.
amejaza kila anachokitaka, ana walinzi uko nao, kila anakokwenda anamfuata. Hata walipomtuma kwenda kuua watu kule Dameski, anaenda kuua. Amepanda kwenye gari alikuwa nalo, gari la dini yake lilonunuliwa kwa ajili ya huduma, linatoa kwenda kuua watu wa dini zingine wanaomcha Bwana. Anasema katika kwenda, wakati amekaa na barua za maaskofu wake tayari kwenda kudhulumu imani ya Yesu Kristo, apate kuiharibia na kuikatilia mbali, Bwana Mungu akamuwahi. Haleluya, haleluya. Bwana Mungu akamuwahi. Huyo ndiye Yesu naye mhubiri. Hata anasema hata kama dhambi zako ziwe nyekundu, bado Yesu aweza kuzibadili. Ukija kwake, Yesu anabadili maisha yako. Hutabaki tena changu doa, hutabaki tena mlevi, hutabaki tena mchawi, hutabaki tena jambazi, hutabaki tena mvuta bangi, wala mdumuza madawa ya kulevya. Maana hao wote ni watu wana dini, wala hawajaacha kubatizwa, na walikwisha kubatizwa. Hao ndio wanaosumbua serikali, wamejaa mambo ya kukatisha tamaa, wanakimbizana na polisi kila leo, huku wamebatizwa. Na wanao vyeo makanisani, wanavyo na vyeo kwenye nafasi zao huko kwingine, lakini hawatulii na Bwana. Ndio hao walio na wake wenza, walio na nyumba ndogo ndani ya maisha yao. Huku ni viongozi wa makanisa. Nikaenda mji mmoja unaitwa Bunda mwaka ule wa 92. Wakati nahubiri mkutano wa nje, nikawa namuona mzee mmoja mnene akija kwenye mkutano hivi. Anakaa mbali kule, anakuja na kiti chake kutoka nyumbani. Hivi viti vya kukunja hivi mnaita sijui marimba. Anakaa mbali, kumbe kazi yake kuangalia washirika wa kanisa lake watakao kuja. Wakati nimetoka hapa Dar es Salaam, nimepewa barua na binti yake, mpelekee baba yangu pale Bunda, halafu mpe salamu zangu. Nikamuuliza yule binti, mshirika mwenzangu, nitamjuaje huyo baba? Anasema ni baba maarufu sana pale mjini. Nikamuuliza maarufu wake ukoje? Anasema anazo baa 3 na wake 3. Huo ndio maarufu wake, baa 3 na wake 3. Kwa kiuliza tutampata. Kahubiri mkutano mpaka Jumamosi. Jumapili asubuhi nikawa ibadani. Baada ya ibada akasema nimtafute huyu mtu maana simjui. Kumbe ndo aliyekuwa anakaa kule nyuma. Kwenda pale anapoabudia nikamkuta. Nilipomkuta akaja kamwita mama moja shemasi. Mama namtafuta mtu fulani. Kasema ngoja nikuitie kutoka. Nikamwona mzee yule yule aliyekuwa anakaa nyuma. Nikamtambua. Nikampa salamu zake. Wakati nampa salamu zake, ndani ya lile darasa waliokuwa wanaabudia, yule mama tena shemasi akatoka anakimbia. Mwenyekiti, wazungu wanataka kuondoka. Kasema Mungu wangu, tumekufa. Imani gani? Mzee mwenye wake 3 na baa 3 ndio mwenyekiti wa baraza la kanisa. Hatari. Acha kupumbazika. Yesu amekuja kubadilisha maisha ya watu. Geuka uje kwa Yesu Kristo aliye hai. Nikaona hii dini nayo haifai kufuata. Dini ya wake 3, baa 3, halafu ndiye mzee wa kanisa. Atakubali uokoke mtu kama huyo? Haiwezekani. Lazima atakuwa mpinzani wa Injili. Hatakubali watu waokoke. Kumbe ndio maana alikuwa anakuja pale aone watu wa kanisani kwake kama watakuja. Haya, akapita Paulo
Paulo anaandika yeye aliyekuwa jeuri tena hana imani, aliyekuwa hana imani tena muuaji, anasema ni neno la kuaminiwa tena lastahili kukubalika kabisa, ya kwamba Yesu Kristo alikuja duniani ili tupate kuokolewa. Haleluya, haleluya, tupate kuokolewa. Paulo yule aliyekuwa jeuri sasa anawashuhudia watu kwamba ni neno la kukubalika, na kushuhudia wokovu ni neno la kukubalika. Haleluya, ni neno la kukubalika. Wokovu ndo neno la kukubalika, ndio neno la kukubalika. Hakuna mtu aliyekuwa jeuri, hakuna mtu ambaye ameshakuwa jeuri kama Paulo hapa. Hakuna. Alienda akatembea akashindwa, Bwana akakutana naye, halafu Bwana anamwambia huwezi kupiga teke mchuko, utaumia mwenyewe. Yesu Kristo ndiye jibu la maisha ya watu wote. Bwana Mungu akupe amani katika maisha yako leo. Bwana Mungu akupe kuona furaha katika maisha yako leo. Bwana Mungu akupe kutambua ni kupasalo kufanya leo. Usiendelee katika maisha kama hayo. Hayo maisha yatakutenga na uso wa Bwana. Hayo maisha yatakutupa mbali na Mungu aliye hai. Maandiko yamesema hapa tulipo hakuna mji unaodumu. Mji ni makao, mji ni maisha. Hakuna maisha yanayodumu. Hapa tulipo hakuna kinachodumu, hata hayo ulionayo hayatadumu. Anasema ila twapasa tutafute mji ujao, huo peke yake. Na ni nani mwenye kuandaa? Yesu akasema nimeenda kuandaa. Haleluya, nimeenda kuandaa huo mji, makao. Nimeenda makao, kwa kuwa duniani hakuna makao ya kudumu, naenda kuandalia makao ya kudumu mbinguni. Haleluya, 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 haleluya. Naenda kuandaa yako makao yameandaliwa, kwa kuwa hapa duniani hakuna makao. Yesu akapita, akazunguka, akaangalia, akatambua duniani mnayo dhiki, mnayo mateso, mnayo huzuni, na hamna mtu unaodumu. Naenda kisha nitakuja kuwachukua. Lakini mimi ndimi njia, kweli na uzima. Yeyote atakayetaka kuja huku, sharti moja lazima anifuate, lazima nikubali mimi, ndipo atakapoweza kwenda kuingia katika ule mji wa uzima. Kwa hiyo kumfuata Yesu ni lazima. Wokovu ni lazima. Wokovu sio hiari. Wokovu sio hiari. Mungu mwenye uweza, jina lako na litukuzwe. Umetutendea mambo makubwa, hatutayasahau. Oh, kweli Mungu mwenye uweza, jina lako na litukuzwe. Umetutendea mambo makubwa, hatutayasahau. Mwenye uweza, jina lako na litukuzwe. Umetutendea mambo makubwa, hatutayasahau. Oh, kweli Mungu mwenye uweza, jina lako na litukuzwe.
unaweza Bwana, unaweza, 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 unaweza Bwana, haleluya, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza